إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. البدعة مأخوذة من البدع، وهو الاختراع على غير مثال سابق. Bid'a katika lugha ya Kiarabu, neno hili limechukuliwa kutokana na bad'i, na bad'i ni kuanzisha jambo bila mfano uliotangulia, kuanzisha jambo lisilotangulia mfano wake. Wa minhu qawluhu ta'ala badi'u samawati wal ardh wa idha qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuumba mbingu na ardhi kabla hazijaumbwa na yoyote. Badi'u samawati wal ardh ay khaliquhuma min ghairi mithalin sabiq. ومنه قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. waambie sikuwa mimi ni wa mwanzo niliyoleta da'wa hii ya tauhid na kukataza shirki. Ay ma kuntu awwala man jaa birrisala, mimi sio wa mwanzo nilioleta ujumbe huu wa Allah kuwafikia watu, bali walinitangulia mitume wengine. Hadhihi bid'a fi al-lugha. Amma al-bid'a fi al-istilah, يقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي الأندلسي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام، anasema albid'a tariqatun fi ad-din mukhtar'a tudahi ash-shar'iyya yuqsadu bis-suluki ilayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbud lillahi subhanahu. Bid'a kwa istilahi ya maulama ni njia katika dini iliyozushwa, ambapo hukusudiwa kwa njia hiyo almubalagha, kuzidisha katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Tariqatun fi ad-din mukhtar'a tudahi ash-shar'iyya, ni njia iliyozushwa katika dini, njia inayofanana na sheria, utafikiri kwamba ni sheria. Tudahi ash-shar'iyya yuqsadu bis-suluki ilayha almubalaghatu fi at-ta'abbud lillahi subhanahu, hukusudiwa kwa njia hiyo kuzidisha katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Albid'a naw'an, wasema ulama bid'a iko sampuli mbili.
Kuna bid'a qawliya i'tiqadiyya, kuna bid'a za kimaneno na za itikadi, kama itikadi za kijahmiya, almu'tazila, almurji'a na vikundi vyote vipotofu. Hiyo itikadi zao hizo ni bid'a na ni haramu, ni kinyume cha itikadi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kuna bid'a kuanzisha mambo ibada, mambo kuyafanya katika ibada, bid'a fi din. Zote hizo ni bid'a fi din, albid'a alqawliya li'tiqadiyya, na kuanzisha mambo ambayo hayapo katika dini, zote hizo ni bid'a fi din na ni haramu. Amma albid'a fi aladat, bid'a katika mambo ya kawaida, kuvumbua mambo haya teknolojia hizi za kisasa, simu hizi, al-aslu fil adat al-ibaha, asili katika mambo ya kawaida ni mubaha, ni halali. Kwa mambo ya simu, mambo ya ndege, teknolojia ya kisasa, haya ni mambo ya adat, ni halali. Lakini albid'a fi din hukmuha haram, uzushi katika dini hukumu yake ni haramu. Lianna al-asla fi al-ibadat wal-asla fi ad-din at-tawqif wal-hadr. Wasema ulama, asli katika ibada ni tawqif, ni kusangaa na kufanya yale aliyoleta Mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake, bila kuongeza lolote wala kuzidisha lolote katika dini. Ndugu zangu Waislamu, kuzusha dini au kuzusha katika masala ya ibada wakati tayari dini imekamilika, dini ya Uislamu ilikamilika kabla hajafa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katika masala ya ibada, katika masala ya sheria, katika masala ya miamalat, tabia, kila upande dini ilikuwa tayari imeshakamilika. Yakaja mambo haya yaliyozushwa baada ya qurun, baada ya karne nyingi. Karne ya masahaba ilimalizika, karne ya tabi'in ikamalizika, karne ya atba'u tabi'in, yakazushwa mambo haya ya uzushi. Wanajua watu wa bid'a, wanajua kwamba uzushi huu ni bid'a, lakini wanadai kwamba ni bid'a nzuri, sio bid'a mbaya. Kuna baadhi ya mashekhi wamegawanya bid'a kwenye sampuli mbili, bid'a hasana wa bid'a sayyi'a, bid'a nzuri na bid'a mbaya. Al-Allama Salih bin Fawzan al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala anasema, man qassama al-bid'a ila hasana wa sayyi'a fahuwa mukhti'un mukhalifun lima qalahu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anayegawanya bid'a na akasema kuna bid'a nzuri na mbaya, huyu amekosea, yeye amekhalif maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fa inna kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar, huyu amekhalif maneno haya ya Mtume. Ndugu zangu Waislamu, hakuna mwenye haki ya kubainisha Uislamu kuliko Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yeye alikuwa na haki baada ya kusema fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Yeye alikuwa na haki kusema, lakini kuna bid'a nzuri, alikuwa na haki ya kusema hivyo, sababu maneno ya Mtume ni wahi. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah subhanahu wa ta'ala angemteremshia wahi akamwambia, waambie umati wako kwamba kuna bid'a nzuri, sio zote ni mbaya. Mbona mnasema nyinyi sasa hivi kwamba kuna bid'a nzuri? Mbona Mtume hajasema? Wanasema maulama, ta'khirul bayani an waqtil haja la yajuzu, kuakhirisha bayana wakati watu wanahitaji bayana hilo haijuzu hivyo. Kwa hiyo mbona wanamkosoa Mtume badala ya Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia aseme maneno haya,
fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Mbona mnasema nyinyi sasa kuna bid'a njia ni nzuri sio dalala? Mbona ni nyinyi? Mbona sio masahaba? Masahaba hakuna shaka kwa masahaba wameufahamu Uislamu wote kupitia katika ulimi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Qur'ani lafzi lake na maana yake, hadithi zake alfadh na maana yake, masahaba wamefahamu kamili. Mbona hawakusema wao kwamba hapana kuna bid'a nyingine nzuri? Bali Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kullu bid'atin dalala wa irra'aha an-nasu hasana. Ibn Umar as-sahabiyul jalil anasema kila uzushi ni dalala, kullu bid'atin dalala wa irra'aha an-nasu hasana, hata watu wakiona ni mzuri ni dalala. Mbona sio masahaba wangesema hivyo kwamba kuna bid'a nzuri? Mbona si tabi'in kina al-Hasan al-Basri, mbona hawakusema hivyo? Mbona si atba'u tabi'in? Mbona si maimamu wanne? Angalau maimamu wanne nao wangesema mmoja wao, aidha al-Imamu Abu Hanifa au al-Imamu Malik au al-Imamu Shafi'i au al-Imamu Ahmad rahimahumullah ta'ala. Mbona hakuna yoyote katika wao aliyesema kuna bid'a nzuri, bali wao wanakashifu bid'a, wao wanazipiga vita bid'a? Mbona si wao ni nyinyi? Al-Imamu Malik imamu dari al-hijra yaqul man ibtada'a fil islam bid'a yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala. Anayezusha katika Uislamu uzushi akauona ni mzuri, huyu amedai kwamba mtume amefanya khiana katika risala yake, hajafikisha ujumbe wa Allah sawa sawa. Thumma qala lianna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kabla hajafa mtume, Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya hii, leo nimewakamilishia dini yenu na nimekamilisha neema zangu kwenu na nimeridhia Uislamu kuwa ndio dini ya haki. Mbona mtume hakubainisha baada ya hapa? Alinyamaza kimya akabakisha vile vile, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Ndugu zangu Waislamu, haya mambo haya lazima Waislamu waamke, walillahi alhamd. Waislamu wengi wameamka na kufuatilia dini hii, kwamba dini hii ni ya mutabaa, kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Dini hii ni ya Allah kupitia kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Yeye alikuwa na haki kubainisha hivyo kwamba kuna bid'a nzuri zifanyeni, lakini la, hakubainisha hivyo, inabaki vile vile ila bid'a ni upotevu, kullu bid'atin dalala. Al-Imamu Malik imamu dari al-hijra alipomaliza kusema aya hii akasema, fama lam yakun yawmaidhin dina fala yakunu al-yawma dina man ibtada'a fil islam bid'a yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala lianna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina fama lam yakun yawmaidhin dina fala yakunu al-yawma dina. Jambo ambalo halikuwa wakati wa mtume ni dini, sasa hivi haliwezi likawa dini hilo. Fama lam yakun yawmaidhin dina fala yakunu al-yawma dina. Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. يقول العلامة صالح بن الفوزان حفظه الله تعالى في رسالته البدعة تعريفها أنواعها أحكامها قال sababu zinazofanya bid'a iendelee, akataja sababu 4. Sababu ya kwanza, aljahlu bi ahkami din, ni kutojulikana hukumu za dini. Ndugu zangu Waislamu, ukiangalia historia ya nchi zetu, bid'a ilivyoanza miaka hiyo ya 60, kabla wengine hatujazaliwa, miaka hiyo
kulikuwa hakuna ilmu ya sunna. Waliokuwepo hawakuwa wakijua ilmu ya sunna. Watu wakaona hii bid'a ndiyo Uislamu, bali hii bid'a ndiyo sunna. Nasema hivi kwa kinywa changu kipana, ilmu ya sunna ilikuwa haipo. Waliokuwa wakijua ni wachache tu na hawakuwa na nguvu. Idhan aljahlu bi ahkami din ni moja katika sababu zilizofanya bid'a ienee duniani. Watu walikuwa hawajui hukumu za dini. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema Allah subhanahu wa ta'ala haichukui ilmu tu katika vifua vya maulama kuipora, walakin yakbidhu alilma biqabdhi alulama. Allah anaichukua ilmu kwa kuwafisha maulama. Fa idha lam yubqi aliman, asipobakisha hata mwanachuoni mmoja, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, watu wanaweka watu wajinga kwamba ndio maulama wao. Fasuilu, wanaulizwa wajinga hao, wanatoa fatwa bila ya ilmu. Fasuilu, wanaulizwa hao wajinga hao, halafu wanatoa fatwa bila ilmu. Fadhallu wa adhallu, wanapotea na wanapoteza watu. Hivi ndio hali ilivyokuwa, ndugu zangu Waislamu. Watu wakiwa mbali na sunna, wakiwa mbali na hadithi za Mtume sallam, wanakuwa ni wajinga, hawajui dini. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, yakulu al-allama al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala, sababu ya pili ya kuenea bid'a, ittiba'ul hawa, watu kufuata hawa za nafsi zao. Hii ni sababu nyingine ya kuenea bid'a. Watu wanafuata hawa, wanawacha Qur'ani na Sunna, wanawacha Uislamu na misingi ya Uislamu, alkitabu wa Sunna, kwa sababu ya hawa za nafsi zao. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi hudan min Allah. Wasipokukubalia dawa yako, jua kwamba hao wanafuata hawa za nafsi zao. Na nani aliyepotea sana kuliko aliyefuata hawa zake bila kupata ilmu ya Allah? Na Allah hawaongozi madhalim. Ittiba'ul hawa, kufuata hawa za nafsi. Kwa hiyo watu wanaacha kufuata dalili za Qur'ani na Sunna, wanafuata hawa zao. Hili ni janga kubwa la watu kufuata hawa za nafsi na kuacha Qur'ani na Sunna. Sababu ya tatu, at-ta'assub lirrijal wa ara'i rijal, upendeleo wa watu na upendeleo wa kufuata rai za watu. Wanafuata mashekhe wao bila dalili. Shekhe akisema kadhaa ni hivyo hivyo wanafuata. At-ta'assub lil-ara' au li-ara'i rijal, kufuata watu bila dalili yoyote. Watu sio dalili, watu sio dalili. Dalili Qur'an na Sunna. Tunafuata maulama kwa sababu wanatoa dalili katika Qur'ani na Sunna, hakadha. Lakini kufuata rai tu biduni dalili, la, Uislamu hauko hivyo. Naduru ma'a dalili haithu dar wala nata'assabu lirrijal, tunafuata dalili popote ilipo, hatufanyi upendeleo wa watu. Hakadha ahlus sunna wal jamaa. Kwa hiyo kufuata ara'ul rijal na kuacha dalili, hilo ni janga kubwa lililofanya bid'a ziendelee. At-ta'assub lirrijal wa ara'ir rijal.
Makureish, makafiri walivyoambiwa na Mtume sallam, fuateni haya aliyoteremshwa na Allah. Wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wala yahtadun. Allah anasema wakiambiwa fuateni haya aliyoteremsha Allah, wanasema hapana, bali sisi tunafuata yale tuliyowapata nayo baba zetu, kuabudu masanamu na nini, tutafuata hayo. Allah anasema au law kana abauhum la yaqiluna shay'an wala yahtadun, wanaofuata hivyo hivyo hata kama baba zao hawafahamu kitu, hawana hidayah, pia wanaofuata. Ndio hali waliokwenda nayo wengi katika wazushi, wanafuata yaliyofanywa na mashekhe wao hata kama walikuwa na makosa. Sio Uislamu huo. Na hali hii, jambo hili la taassubu li ara'i rijal wanalo pia hizbiyun. Mahizbi pia wanalo hilo, wanamfuata shekhe wao huyo hata kama tayari ameshawekwa chini na maulama. Mzushi bado wanamfuata, anawatetea mashia rafidha bado wanamfuata. Hii ni jahiliya, hadha taassubu aljahili, upendeleo wa kijahilia. Kwa hiyo hii ni moja katika sababu ya kuenea bid'a, at-taassubu lirrijali wa araihim. Sababu ya nne aliyoitaja al-Allama al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala, at-tashabbuh bil kafara, kujifananisha na makafiri. Bid'a nyingi zinazofanywa na masufi zimeanzwa na makafiri. Sherehe za kila mwaka za mazazi ya Mtume, ndiyo birthday hiyo iliyoanzwa na makafiri, ni kujifananisha na makafiri. Jengea makaburi kumeanzwa na makafiri, wanajengea makaburi yao, wanatia chokaa, wanatia rangi. Masufi wanafanya hivyo hivyo. Kuandika majina ya maiti katika makaburi, walianza makafiri jambo hili. Sasa hivi pia linafanywa na wazushi, jambo la kumwandika maiti, amezaliwa tarehe ngapi, amefariki tarehe ngapi. Jambo limekatazwa na Uislamu, wanalifanya at-tashabbuh bil kafara, kujifananisha na makafiri. Sherehe za kila mwaka mpya zimeanza na makafiri. Makafiri ndio walioanzisha sherehe za mwaka mpya. Sasa hivi masufi wanafanya kila mwaka, unapoingia mwaka wa Kiislamu, sherehe na zefe na maulidi. At-tashabbuh bil kafara ni sababu ya kuenea bid'a hizi. Walidhalik yakulu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, mufti al-anam, yaqul تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. uhalisia wa ukafiri ulioa bid'a hizi mbaya, akazalikana baina yao hasara ya duniani na akhira. تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. والله المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله.